ni saa cia bilingi wa mauvo. Na wekwatiwa kana musaisia wa Mutongoi TV ngwatani ya mukamba wa mukanesa kiokoni cha umundi ni kalivo ndene wa kilungu cha amuka vala tukuma oyungi nyamwandoni wa saa itatu tukila tuikwatiania na tuambia na bilingi wa mauvo na tuelika mauvoni ala me idhanguni ya Daily Nation na The Standard na indi itina tuenena ni ya imwe kwa imwe na MCA Musakwe wodini ya Elima ni kaiti kauntini ya Makueni Bishop Jonathan Muthoka twithatwina nisia maundu meo kwenye uteti na maendeleo nthini wa kaunti ya Makueni likana Makueni kwina kilingi sikinene cha maembe na kuyamwe meo tula muti utongoi wa kaunti isu ni twenda tumanya nayo mbunge ya kaunti ya Makueni yena kianda kiva nthini wa kutethesia aimi ma Makueni obomwe katikati wa maendeleo angi nyenetwe Rastas kithuku anzomo umundi twi wa keli matukuni 10 mwini wa keli mwakani wa ngili ile na miongo ili na thanda tutuambie mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wabothisia kwa vanene unene wa President William Ruto wakana ngwatanio ya kiuteti ya Azimio etena chama cha ODM ni mana Kalonzo aiweta kana kitumi chake kusakuata mutongoi wa ngwatanio esu ni kumanwa na kwithwa amukwatite mbau mututia Raila Odinga na kana kwa ivinda ya sa Kalonzo ingi ni wabuthisia President Ruto wavalona wetie kana ni wavalukile ngwatanio esu ya Azimio ndeni wonsa kuwa ni muvitua ngili ile na miongo ile na ile Osea Kemanzi nokueleza itino wa muzumbe William Ruto kwazekana ngwatanio ya kiuteti Azimio bade chama cha ODM ningu imutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wabuthisia uneni wa muzumbe. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha Azimio. Ile Azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize Azimio bila ODM ni kuzimia. Aimuzungi ya Ruto Kalonzo eweta kana ngwatanio ya kiuteti Azimio ithayo na anaza kuweta mutongoi wa ngwatanio kumana na kumngwata mbao murutia Raila Odinga kwa ilungu ya za. Unajua mimi miaka 15 I supported my brother Raila Odinga. So tukaona at least we should meet and utilize Prime Minister Raila Odinga. And at that meeting, it was decided that become the new party leader for Azimio one day. But after that, Ruto sasa wameanza kurukaruka anasema Azimio Azimio. Trump kama Azimio. Anasema tulinyorosha mapema. I think he was even forgetting. He's trying to talk to the support. Yenge Kalonzo aibuthisia muzumbe kwa kwazikana ni wawasindie usakwanini muthelu kwa kuzinda ngaliko ya ule ya Azimio. Kalonzo ni wawetakana onakoti ni awetie kana Azimio ni yasindite usakwani indi ti muzumbe William Ruto. So, Robert should be motivated here. Because Mahakama Kuu, the Court of Appeal, actually decided the majority party in the National Assembly after the last election was not UDA, it was Azimio coalition. That has not been vacated in court, but that's why now my brother Ruto is making wish. Na vile kelele because anaona sasa hii umane because he was hoping he can grab all the ODM. But ODM pia wakazungumza open kuhusia wakasema they are not in UDA. And so they Azimio pamoja wa Kenya. That is the argument in America. Very healthy argument. Girivoti ya vilingu wa Mauvo Mutongoi TV Osea Kemanzi. Na tuisongera mbele kana ni kukose iwe maandamano ma enende gisioni cha Huruma kaunti ya Nairobi itina wa mwetu omwe wa miaka miongo ele na omwe kwa isitwa Cheryl Odhiambo kana Adhiambo kwathwa na kisasi ni ofisa wa polisi kwathwa kwa mwetu osu kumaniwe na ofisa
kwithiwa menzimani ya mwisililo umwe wa ung'ei ula eisembelete vakuvi na kivanda cha kuthoosya makuyu kila mwitu usu ukuthoasya mwaka mweu na livoti kuma Huruma kauntini Ilovi. NND na alame na uthatu mwingi kuma kisioni cha Huruma kauntini Ilovi ni matwa isemi atianio tina wa mwitu umwe wa ukua miaka 21 kwa isitwa ya Sharil Odhiambo kwathwa na kisasi ni ofisa umwe wa polisi na atiwa ni thayo wake. Yuko tena ya Sharil na onge kendo ya Sharil wangu yuko tena kumana na ngusi cia methonekana ofisa uu anasimana na mwesililo umwe wa ung'ei na vala kisasi ki kinaisensia na cha mwatha Sharil. It started yesterday in the evening. There is a suspect who was arrested by police, but mysteriously he escaped. So the police officers started arresting youths who were innocent. After that, there was commotion. Then the suspect that was being looked for was found. So when it was being shot at by police officer, he missed the bullet and the bullet shot an innocent girl who was selling. Nendi ni mavingi ya malelo kisioni ki na kukwatia miaki na valanga alimwa muthemba wa mbasi ikwatiwe mwaki kavindani kala mekwenda matambia maimaki mia mosewe ofisao. The person that has been killed, Sharil Odhiambo, these are people who are in broad-based government. These are people who are supposed to be protected. And instead of protecting our life, the police officer who is called Abdul somebody, who is known for killing young innocent people, has started against them. And it is really sad today. Nyawa Sharil inena na ndiki mamovo ni wakulia silikali kithia kana haki ya mwitu wake ni akwatikana kana mwana wake anayeweyani wa kuthosya kivandani chake na ni mavityo ofisa wa polisi kuthi ayathanga NND. Serikali ndio yafai tulinde. Na mbona tena inakuja inapiga mtoto wangu kwenye kazi yake ndani ya kibanda yangu. Kwenye mtoto nimewaacha nilindie kazi. Auze tupate vile tunaweza, anaweza shinda shule apate fare yake, apate chakula yake cha usiku. Wanakuja wanamuua. Sasa mimi naomba tu justice kwa Sharil wangu. Sharil wangu apate Justice for Sharil. Amalize mtihani kesho. Ndiye aliniambia mama namaliza mtihani yangu ya mwisho kesho on Monday. Sasa tunakuja kufanya mtihani. Sorry. Kataa kupigwa risasi, kataa. Kavindani kau makundi ma kutetea haki cia NND nimamienda serikali kwa samatambia mametuki na kumwiki ambeni ofisa uyu na ola kutwikikana kana ithitwe aikoniwe na siko cia kumatha NND matena mavityo. Tumeona kwamba alipigwa risasi ya macho. Imeingia just around this area na imeweza kutoka. According to eyewitnesses, Sharil was minding her business kwa kibanda, anafanya kazi yake, anaendelea na shughuli yake. Ile altercation ilikuwa huko nje ya polisi na nani, she had no business in it. But still tunaona amepigwa risasi na ameuawa. Ilivotia vilingi wa movo neto wa mwaka mweu. Tuwa movo ange meo kwenye maundu mao sese kana itina wa komanda wa volisi elembetania Kiswani Alinuno kumya mwamulo kwemo visa ma volisi kutumia mavuti kuadha makundi manzangili alame unyamasi ya NND yuma woni kivadhokanyo maende na kumwa kuateania na mwamulo u mutaalamu wa maundu mao sese Abdikadir Deko ni wakwate ambao mwamulo u aimakuli asiai kukanya siana sio kumanwa na mituo itailite. Angelina Mose nilivota witu kuma Mombasa. Therefore, where we are justified to use a firearm, we will not hesitate to use the firearm. Mutachimba makaburi hapa Mombasa mkicheza. Sitabembeleza na sitacheka na watu. Ni komanda wa polisi kauntini cia Kiswani Alinuno ayume mwamulo kwima ofisa ma polisi kutumia mavuti kwa thanga ing'endile ila siithitwe imanyamasi ya NND kauntini cia Kiswani. Uneni wake ni wende na kuwete mawoni kivathukonyo kuma kuya tongo ina NND wa oyume tuki na mutaalamu wa maundu mao sesi Abdikadir Deko na ulo kuwetekana yu mwamulo uni wailete na niuvikia kutethesia vanene kukistana na siko sianzangili ii kumanyamasi ya NND na kumaumesya. They, in the force standing orders, really indicates clearly there is a justifiable instances of using firearm. Iko mingi sana pale. One of them being justifiable instances of using firearm, one of them being to protect life and property.
Hapa mtu anafungua duka lake, anauza vitu polepole, wewe unakuja pale na panga, unataka kumkatakata ama unamkatakata ili umpore. Sasa kama wewe, kama if you are a registered firearm holder, ufai eti unaogopa sheria, eti sheria itaniambia. Sheria imekupatia haki yako dhabiti na ikakwambia mtu kama hiyo unamtuma yeye Kipsangwet. Yani unamalizana na yeye ili makaburi ya chimbwe ya mhalifu, ili mwingine awe mwangalifu ya kwamba kutumia silaha butu au silaha kwa uporaji ni haramu katika nchi yetu ya Kenya. Deko nukwetekana mwamulo u wendhini wa miya ya maundu maosesi vala mawisa mavolisi manenge tumwanya kutumia mavuti kavindani kala ingendili kuiki ya madhayu enende moisioni. Kavindani kauyu amama asi kauntini ya Mombasa ni momia wito nukui amuika. Ya polisi ni kuwa umepatiwa instances ya kwamba unaweza tumia silaha yako kuprotect watu. And this should not be taken for granted by rogue, trigger happy police officers who might just use their gun haphazardly. Maviki kumano na michue taili tena ile itonya kumeki ya muisioni ingini makuli ya siku taasiana sio ondu vailite. Hili swala la kwamba uhalifu ukomeshwe, mimi nimelipokea. Kina mama, tujitahidi hawa watoto wetu tuwajue wanavyoingia wanavyotoka. Nasema tutukueni tahadhari ya ziada kina mama, tuwape mafunzo walau ni wakubwa. Sisi ndio walezi wa watoto wetu. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuisonga mbe muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wawetaka na serikali ni ende na kuikia mivango kivathukanio kutetheesya amanyuga alama ile tekulika grade ya 10 malike maskuluni ainena na ndeki mama uvoku iyo kavindani kala ukonenga na livoti ya mawalanio na mivango ya serikali. Mwaura ni ukuolile alimu anene maskuluni ma senior secondary kuatia mwamulo wa President William Ruto wakonenga uthei amanyuga onde malike grade ya 10 ona matena mwaka mweu na wasiokethia na ili vote. Ni wa serikali Isaac Mwaura ni wakulia alimu wanene ndini wa maskulu ma senior secondary kuikiria kana ni matia mwamulo wa President William Ruto ndumwe na muvea wa gisomo wa kumetikilia maniwa la meulika grade ya 10 malike maskulu ni onethe wa maina ilovia sia kuivandevisya masomo. Mwaura yumbula kana serikali taina muvango musio kuelekela amaniwa na usungio wa metoke no mandwa nongi serikali matethesie. Could still be students who are yet to go to report to grade 10, and those are the ones that then we need to look at as a government and using the various ways in which we are able to finance them. There is a presidential bursary scheme, there is a ministerial, there are quite a number of ways, including the member of parliament and the counties, so they are properly identified and they are assisted, and even also Kenyans of goodwill, because sometimes that personal effect thing is an issue that needs to be looked at. And that's why you see the idea that the president has put it across about free day secondary school that is properly gazetted, and also to ensure that we cap the amount of money is required for uniforms and what have you, because we've actually seen schools also exploiting parents by extorting a lot of money and centrally procuring uniforms and all of that, and that has become a very big stumbling block for us. And so we are calling upon, the government is calling upon principals to just really be fair and to follow the guidelines as stipulated by the Ministry of Education. Ni wa serikali jingi ni wakulia NND methiweme aike kundi ni wa uivi wa ilovia sia wala ni washa wala wawetaka na Kenya mbewa milioni 29 ni meandikithitie wala ni usu indi amwema a Kenya asu methitwe mate kuiva ilovia hithi undu vailite. We are calling upon all of Kenyans to pay money so that then we have resources that are required to ensure that everything moves well. But it is important that all of the people who are paid from the exchequer are enrolled in this program, so that we have what we call equalization, so that we have equality, so that we are able to help one another. How insurance works is that if today I'm not sick and I'm paying, then if you are sick this today, then you'll be paid for, and then tomorrow if I'm sick and you are not sick, then it happens that way. So that's how it's supposed to do. But it has been extremely successful. We had only 8 million people before, now there are over 29 million, and it is the desire and the target of the government to ensure that all of the Kenyans
are able to be paid for this free medical care. This is the closest that we have come when it comes to free universal health care. Kavindani kau maurani waweta kana silikali nene ni vathite mbewa silingi bilioni ili cia kutethia cia NND alama kunekite ni munao isio ni kivathukanio na vena muvango wa kuongela ilovithi kuikiria kana NND ni movo we vindani yembua itane ua. We had a meeting that was chaired by the Deputy President some few weeks ago where the government committed to putting in place at least 2 billion shillings. I think it should be actually up to 4 billion, on a regular basis, so that we are able to procure the right kind of foods. You've seen CS Rocco distributing food there. There have been very serious efforts, even with the county governors of the affected areas in Garissa, in Wajir, and all of that, to ensure that we ring fence, monies for water, for animals and all of that, insurance and all of that. So there are efforts towards that in that regard. We've also appealed to our development partners to come in and see, to it how we can work together. Voti ya vilingi wa movo nito mwaka mweu. Musi wa Patrick Ndolo na mwaka wake Linet Mutave kuma kisioni cha Doni Sabuk Matungulo County ya Masako nimekaila ando mango ya olau vamwe na atongoi kumatethesi ya kumanwa na ngalama ya uiti itina wa Linet Mutave kwa uthinzi uwe na mavitio sibitali ni umwe wa Kimbere County ya Kiambu mwaini wa 11 mwaka ni muvitu ivindani yake ya kutetheka Patrick itina wake waloa chake kuthokoa na mwaka ni obusu UL simeka kukwati ya maundu mako ya mwana uo wa miei ina vala waelesia kana mwendo wake ekitwe uthinzi savali itatu kwa vosia dhayo wake na akanewa ivinda ya midhandatu ya kuthiumwa kindu kila kina ngalama nene ni kwithiwa onthe bate umwe wiwiyani na methitwe maivo ya utethyo kuma kwi atoi boni mutesia na mauvoa. Patrick alezekana kuma mwaka mwazaluwe tunavinda yumu wani mwendo wake mesuleta ngalama nene mwimanda witi wa mwendo wake tina wakuikiwa udhinzi wa mavitio vinda yake ya ukwata mwana kinavilaki mwaresha mazina maingi na kuvingi samekalileo ya kila mwadhanya. Nilitaka sana akue aweze kulazwa na ili aweze kuchunguzwa ile shida ambayo alikuwa nayo. Ini madaktari wakaniambia hiyo ilikuwa shida tu, angemtibu na aende nyumbani. Tulipoenda nyumbani tarehe 10 alilala tu vizuri, lakini keshoe tarehe 11 aliweza kupatwa na ile shida na ikawa zidi kuwa mbaya zaidi na zaidi. Na usiku huo wa tarehe 11 usiku wa manane mwendo wa saa 8 saa 9 niliweza kumpeleka level 5 ambao ni hospitali pale Thika, na akaweza kupokelewa na akapatikana na shida ya internal bleeding na pia intestine zake zikiwa zimeindafiwa. Wandaktari waliweza kuniadvise ya kwamba atakuwa admitted na watafanya procedure zile zingine ambazo wanaweza wakafanya ndio wamsaidie. Atuma matese mandu ni kiwadhukanyo yumu geni mwingi maendea na umwetu luma Patrick kuidhuwa tena wia na violoma dhukuma wa isi wa mwaka mwitu na ena mwana ungewe skulu endena kwa yoyo munini utesa kuanga nyanya wake na vena ngala manene ya maundu maweye na ingi maundu mwama kime kalile. Niliweza kupewa mtoto ambaye that time alikuwa 7 days, nikawa ninakaa na ye na nikamuintroduce kwa maziwa ambao inaitwa nani, andi wa leo ndio ambayo nazidi kumchunga kupitia kwa ile. Sasa hivi niko na changamoto, maana kuanzia mwezi wa 6 mwaka uliopita niliweza kupoteza kazi yangu mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi na nikawa na changamoto. Kwa hivyo wakati huu sijakuwa kwa kibarua ama sijakuwa kazi na niko na hiyo changamoto. Pia niko na changamoto ingine, mke wangu baada ya kupitia yale aliweza kutoka hospitali kutoka tarehe 2 mwezi wa 11, ametoka Januari tarehe 10. Niko na yeye kwa nyumba, amepewa bed rest ya miezi 6, hawezi akafanya chochote. Mimi ndiye niko na mtoto kwa nyumba. Huyu mtoto anatumia maziwa ambayo ni nani. Sasa hivi siko katika kazi yoyote.
nimekuwa nikitegemea msaada tu wa majirani wangu. Yuaeli ni meka ilandu mawendi musio kama natonga kulikila na kuiwa kiocho kumatedhesa kuivitana muyo mwitolome kumbilite kumatedhesa kuwalangala mela yevo ya mondo mawiti kana kuthikilini kiukila ivinda katua mondo wangi mawata alamata leo meku kila muthenya. Changamoto ya kufura tumbo ile nilifanyiwa upasuaji mara ya pili na nikapelekwa tena mara ya 3 pale Thika level 5. Kwa sasa nimepitia changamoto mingi sana, maana siwezi nifanyia kitu. Nimepewa muda wa kukaa kwa miezi 6 bila kufanya kitu ama kushika ile mtoto nilipata. Hivyo kwa sasa na kuna machakula ambayo nimeandikiwa ya kutumia na saa hii sina uwezo wa kuyapata sababu ya tangu nilipokuwa nikiwa pale hospitali tulikuwa na changamoto ya kupata fedha. Mume wangu hajakuwa na uwezo wa kukua kwa kazi. Kwa nategemea tu mkono wa Mungu, naomba Mungu tu akusaidie, maana hiyo ni changamoto nyingine kubwa ambayo tunakaa tukiwa na stress. Kwa hivyo tungeomba watu ambao wanatusikiliza waweze kutusaidia kupata hizo vitu tunahitajika, kulipa nyumba, mtoto wetu kupata maziwa, maana hiyo imekuwa changamoto kwetu. Nampeleka clinics twice per week na pia ni changamoto maana hata kutembea kwa matatu hawezi, kwa hivyo inabidi nitafute means private za kumpeleka. Kaunti ya Masaku ni Toboni Mutisia. Na mwathene kanangwa atanyo ya atoi mabodaboda musini wa Masaku na mawithuloko ni kwithiwa iyekia mwamulo mweu kwa atoi onthe mabodaboda mambisi ya kwikia ngovia sia kwisia ivindani ya mbanga kana helmet na kosa mvalua ala mailete mauthukomita license na ingi kuyandikithia kwa sako uone kuyanana na mwene kivila wa ngwatanio hii ala ni Musembi ulawa elesia kana matambia meikiwa ni kana kuikithia uthukomi mwailu na ingi kuikithia kana atoi mabodaboda ni maya kakonyama Dani Mwangala alivoti mwene kivilo watu ima bodaboda va musini wa Masaku na mawithilo kwa ala ni Musembi elesekana miamulo eno metokene kwitha nithukumithwa nikenda kwa ilia maundu mauthukumi sokoni wa Masaku etina sumo ile tanenga only sumo ile kila mundu wa comply the ena helmet nondu kainge wasia no maito mabodaboda alama umeamo no na kuvika kutiwa ithayo nondu akulea kwikia ngobiesu kana helmet ela ni yeso ya siongo sito kila kingi twetikilana ni kana twamengane mwa yumwe kila bodaboda Masaku town jina insurance na kila kingi twetikilana ni ngao ya sako tinengane only a period of kana span ya miili kila mundu every member ndeni wa sako lakini tukwambia na itambia na baibandu twithimbola wevindani no alingila kana neme kwitha na ofisi we mwana uroketha ntethesia atuyama boda boda kwata mavalua su onda kulia tongo imatethea ni sena atuyama boda boda kwikithia kana ni makwata mavalua su ma license na mavalua ngi alame kwendeka nikienda kukithia uthukumiwo ni waila twithina mituki muno na imetikilana pia kana Masaku ni baile bena ofisi wa bodaboda ukeza kila mundu wa bodaboda inapata kana mukua labda inapata umani to na maundu ma bodaboda kana biashara ya bodaboda na bandu to na utokea tukekalandia kana na wata maito obala to na usulishia maundu mo kwou nitwalikawe yani nitwambia wea na tinena na wasio mwekana niti uthukuma ondu banetha abailie niti usonga njambe na maundu ala meindi onde tutulia mabikie bandu kila ndo na kulia no mambo boda na nundu ni nyomo nyubanie ni awele kuikiwa na mibango ile kwalanywa nenu tafadhali kutukwata kuoko ni kuitikila kwatiania na mwa Yesu kwau kiucha helmet na insurance nicho kiutongoesya na ndi tina wa mami na kwike insurance alama namba ukwata byandu alama andikito masietwa ni tunaisha kana itu thikwa mumbunge tumukulia masietwa ni kyandu ama tathi kilasini makasoma hapa lwasio ikoka alangi labda mata na akwata anu mambo boda tweke ikwitha twenu makwala moko te athukumi kwe skulu ya bodaboda uyu kwa no tio bagina mo no tu ngilina na maana 5 tuto no maiba o kwambo light na kwa deposit angilio moko obisi ni muyane obisi ni ongamete na obisi we tayari kuthukuma mane na itina wakikaluki mwana na nzama elena sakuiwo yumetuki walametha mainesia miamundo nzau ile kwitha ndithukumithwa ivindani kuwe yukite. Daniel Mwankela, Mutungo TV, kuma kauntini ya Masaku.
Bauni batubika muthia wa vilingi wa mauvo kiokoni cha umundi ndukalivasa nono kilungu cha amokani kiende na nithandi ciokethia na mauvo ala me mathanguni ithango ya Daily Nation na ithango ya The Standard.